تاسعا jambo la 9 an yahdhara idhaa ahliha atahadhari muislamu anayeishi Madina idhaa ahliha kuwaudhi watu wake ole wako kuwaudhi watu wa Madina fa inna idhaa almuslimina fi kulli makanin haram kwani hakika kuwaudhi waislamu mahala popote ni jambo la haramu popote kumuudhi muislamu kwa kuwa kuna makatazo muislamu asimuudhi muislamu mwenzake asimkarihishe ndio maana zikawa zimekuja nusus aya na hadith na maneno ya ahlul ilm katika aya katika suratul ahzab Allah anasema juu ya masala ya kumuudhi muislamu na ubaya wake walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu na wale ambao wanawaudhi waumini wa kiume na waumini wa kike waislamu wake kwa waume akawa anawaudhi huyu ima mmoja au wengi bighairi maktasabu pasina jinaya pasina kosa lililotoka kwao hao wanaoudhiwa lenye kupelekea kustahiki kuudhiwa ndio maana bighairi maktasabu ay bighairi jinayatin minhum mujiba liladha pasina kosa kutoka kwao ambalo limewajibisha wao kuudhiwa hawakuwa na kosa lolote basi kamuudhi tu muislamu mwenzake kwa maneno au kwa matendo fakad ihtamalu hakika hao wanaowaudhi waislamu wa kike na waume fakad ihtamalu kwa hakika watakuwa wamebeba juu ya migongo yao buhtana wamebeba uzushi kwa kule kuwaudhi wenzi wao pasina sababu wa ithman mubina na madhambi yaliyo wazi kabisa kwa hiyo kumuudhi muislamu kwa neno likatoka neno ambalo kama limemuudhi ndugu yako ni jambo ambalo halifai Kiislamu popote pale awe muislamu wa kiume awe muislamu wa kike wamjua au humjui muda kuwa ni muslim muislam mutamassik bil kitabi was sunna haifai kwako kumsababishia adha au ukilifanya hilo utabebeshwa madhambi juu ya mgongo wako na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kama ilivyokuja hadith katika sunan at-Tirmidhi na sunan Abi Daud hadithi Abdullah ibn Umar kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda siku moja mimbari akapanda kwenye mimbari akaita kwa sauti ya juu fanada bi sautin rafi' akaita kwa sauti ya juu akasema ya ma'shara man aslama bilisani ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين enyi wale ambao wamesilimu kwa ndimi zao alafu imani ikawa haikuwapenya kufika kwenye mioyo yao msiwaudhi waislamu kwenye riwaya la taghtabu almuslimin msiwasengenye waislamu wala tattabi'u awratihim wala msipekenyue yale yao mabaya walioyaficha msiyapekenyue mkawachunguza makosa yao mtu ana makosa yake mwenyewe ameyaficha anayafanya kwa kificho nyinyi msiwe katika wale ambao wanapupia katika kuyafichua mambo yaliyoyaficha mbele ya macho ya watu katika mabaya msifanye hivyo fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslim kwani hakika atakayepekenyua aibu za ndugu yake muislamu ambazo amezificha tatabba'a Allahu awratahu Allah atafuatilia na yeye aibu zake waman tatabba'a Allahu awratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi
na yule ambaye Allah atayafichua mabaya yake aliyoyaficha, basi aelewe kwamba atamfedhehi Allah, atamfedhehesha huyo hata kama ni ndani ya nyumba yake. Atamwacha uchi na yeye hata kama ni ndani ya nyumba yake. Mahalu shahid, la tu'dhu almuslimin, usiwaudhi waislamu. na hadithi amesahihisha al-allama al-albani rahimahullah katika sahih sunan abi daud. na al-imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala katika kulitilia mkazo hili anasema, la yahillu laka an tu'dhi kalban au khinziran bighairi haqqin, si halali kwako muislam kumuudhi mbwa au nguruwe pasi na haki. Fakaifa biman huwa akramu makhluqin, vipi kumuudhi kiumbe ambacho kina utukufu zaidi, ambaye ni mwanadamu tena muislam. Si halali kumuudhi mbwa ukawa unamkera mbwa wa watu, mara ukimwona wamrushia mawe wala hana jambo baya na wewe, au ukawa unamuudhi nguruwe pasi na haki. Vipi kumuudhi mwanadamu muislamu? haya maneno ya al-Imam Fudail bin Iyad Abu Ali radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. anasema Sheikh, anasema fa inna idha al-muslimina fi kulli makanin haram, hakika kuwaudhi waislamu mahala popote ni haram. walakinahu fil balad al-muqaddas, lakini jambo hilo kulifanya katika mji mtukufu ashaddu wa a'zam, ni baya zaidi, kosa lake ni kubwa zaidi, kwa sababu limefanywa kosa hilo katika albalad almuqaddas, mji mtukufu. Faqad rawa al-Bukhari, kwani hakika amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim, na amepokea al-Imam Muslim an Sa'd ibn Abi Waqqas, kutoka kwa Sa'd mtoto wa Abu Waqqas radhiyallahu anhu, qala, amesema, sami'tu an-nabiyya, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema, la yakidu ahla al-madinati ahadun illa al-ma'a kama yanma'u al-milhu fi al-ma'i. la yakidu ahla al-madina, hata wafanyia vitimbi watu wa Madina, ahadun, yeyote, makida. la yakidu ahla al-madina, hatawafanyia makida, kwa maana hatawafanyia vitimbi, makr wal khadi'a. la yakidu ahla al-madinati ahadun, hatawafanyia watu wa Madina vitimbi mtu yeyote, illa maa, isipokuwa atayeyuka, kama yanma'u al-milhu fil ma', kama ambavyo huyayuka chumvi kwenye maji, atasambaratika huyo, atakwisha habari yake. sababu Madina an-Nabawiyya ni buq'a mubaraka, kipande cha ardhi chenye baraka. Allah ameitaharisha hii Madina kutokamana na najis ya wanafiki na wengineo, na akaikhitari ardhi hii ya Madina na akaichagua iwe ni muhajara nabii, sehemu ambayo mtume atafanya hijra. Naam, na ni sehemu ambayo itaanza da'wa yake, na sehemu ambayo ataasis daula ya Kiislamu. Hivyo basi, yeyote katika watu ambaye ataitaka Madina kwa ubaya, imma fil alan au al khafa, kwa uwazi dhahiri shahiri au kwa kificho, akawa kawakusudia watu wa Madina kwa ubaya, inmaa kama yanma'u al-milhu fil ma', atayayuka mithili ya chumvi inavyoyayuka kwenye maji, atasambaratika. wa makaru makrahum wa 'inda Allahi makruhum wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. وروى مسلم، نعم يبكي الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، كتوكك أبو هريرة أمسيما،
qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man arada ahla hadhihi albalda bisu, yeyote atakayewataka watu wa mji huu kwa ubaya, akawadhamiria ubaya watu wa Madina. Man arada ahla hadhihi albaldati bisu, yeyote atakayewataka watu wa mji huu kwa ubaya, yani almadina, anakusudia watu wa mji wa Madina, adhabahu Allah, atayayushwa huyo na Allah, kama yadhubu almilhu fil ma, kama inavyoyayuka chumvi katika maji, atasambaratika huyo. Hilo ni jambo la 9. Atahadhari kuwaudhi watu wake. Kuwatusi ni katika kuwaudhi watu wa Madina, kuwaibia watu wa Madina ni katika kuwaudhi watu wa Madina, kupigana nao na kuminyana kadhalika ni katika kuwaudhi watu wa Madina, kutaka kuishambulia ardhi yao, matendo ya kikhawarij na mengineyo. 10, jambo la 10, anasema hafidhahullah, ومتعه بالصحة والعافية ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها. anasema katika adabu za kuishi Madina, alla yaghtarra sakinu almadinati bikaunihi min sukkaniha, asije akaghurika sakinu almadina, anaishi Madina, asije akaghurika kwenye nafsi yake, bikaunihi min sukkaniha, kule kuwa yeye ni miongoni mwa wakazi wake mji huu, ni miongoni mwa wakazi wa mji huu, akaghurika na hilo. Fayaqul, akasema katika hali ya kupatwa na ghurur, ana min sukani almadina fa ana ala khair, mimi bwana ni katika watu wanaoishi katika Madina hii, fa ana ala khair, kwa kuwa mimi naishi Madina basi mimi nipo kwenye khairi, alhamdulillah. Sisi tuishi Madina bwana, tuko kwenye haram. Fa inna mujarrada as-sukna, kwani mujarradi tu wa kuishi katika mji wa Madina, idha lam yakun ma'aha amalun salih, kuishi huko kutakapokuwa hakuna amali njema, wastiqamatun ala ta'ati llah, na kuwa na istiqama, kuwa na msimamo, kubaki katika njia ya sawa, ala ta'ati llah, juu ya kumtii Allah wa rasulihi, na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yasipopatikana haya, wa bu'dun 'ani dhunubi wal ma'asi, na kukaa mbali kutokamana na madhambi makubwa, wal maasi, na maasiya, la yufiduhu shay'a, hilo halimfidishi chochote mkazi wake, mkazi wa Madina halimsaidii kitu wala halimfidishi, kwa maana akafaidika na chochote katika hilo, bali yaudu alayhi bidharari, bali hilo litamrejeshea madhara, tena madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi, kwa kuwa amefanya madhambi au maasiya katika ardhi takatifu. Wa fi muwatta al-imam Maliki, na imekuja katika muwatta wa Imam Malik ibn Anas, jildi wa 2 ukurasa wa 769, anna Salman al-Farisiya, ya kwamba sahaba Salman al-Farisi radiyallahu anhu qal, amesema, innal arda la tuqaddisu ahada, hakika ardhi haimtakasi yeyote, wa innama yuqaddisu al-insana amaluhu, na hakika si vinginevyo kinachomtakasa mwanadamu ni amali zake, ni amali zake mwenyewe. Wa sanaduhu fihi inqita', na sanadi yake imekatika, chini yake imekatika, lakin maanahu sahih, lakin maana yake ni sahihi. Chini yake imekatika, haikufika salama kwa Salman al-Faris, kuna mmoja ambaye kwamba ameanguka, kwa hiyo ni dhaif, lakin maanahu sahih. Lakini hata kama ni dhaif sanadan, maana ya haya maneno ni kweli kwamba ardhi haimtakasi yeyote. Lau kama ardhi yamtakasa yeyote, ingemtakasa ardhi ya Maka Abu Jahli, ingemtakasa ardhi ya Maka Abu Lahabi, ingemtakasa ardhi ya Maka Uqba ibn Abi Mu'ayt, ingemtakasa ardhi ya Maka Al-Walid ibn Al-Mughira, ingemtakasa ardhi ya Maka fulani na fulani katika sanadidi kufari Quraish. Anasema, wa huwa khabarun mutabiqun lilwaqi', nayo ni maelezo haya
ni habari hii mutabiqun lilwaqi' inayoendana na uhalisia kwamba ardhi haimtakasi yote. Waqad qala Allahu azza wa jalla, na kwa hakika amesema Allah mwenye izza na utukufu, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika aliye mbora zaidi miongoni mwenu mbele ya Allah, atqakum ni yule mcha Mungu zaidi aliyewashinda wengine. Al-Hujurat aya 13. Wa min al-ma'lum, na miongoni mwa mambo ambayo hueleweka na hufahamika, anna al-Madinata fi mukhtalafi al-usuri, kwamba mji huu wa Madina fi mukhtalafi al-usur, wa kutofautiana zama zake, kwa hali ya kutofautiana zama. Mara zama hizi kulikuwa na zama za wale, kukawa na zama za wale. Fiha al-akhyaru wa fiha al-ashrar, wapo ndani yake wabora, wa fiha al-ashrar, na wapo ndani yake wabaya. Waliishi wanafiki humo, waliishi wacha Mungu humo. Fal akhyaru, wale wabora, tanfa'uhum a'maluhum, watanufaishwa na amali zao. Wal ashraru, na wale wabaya, lam tuqaddisuhum almadina, hawakutakaswa na ardhi ya Madina, wakabaki katika hali ya ubaya wao. Kina Abdullah bin Ubay bin Salul, kina Abdullah bin Ubay bin Salul na wengineo. Walam tarfa' min sha'nihim, na wala Madina haikuwakuza shani zao, haikuwakuza shani zao, kwa maana haikuwarufaisha shani zao, shani zao zikawa duni. Wa hadha kannasabi, na hali hii tunayozungumzia ni kama vile nasaba ya mtu. Famujarradu kauni linsani nasiban, tendo la mtu kuwa nasib, kwa maana ana nasaba iliyokuwa nzuri, kwamba huyu mtoto wa fulani bin fulani alfulani huyu, biduni amalin salih, pasi na kuwa na amali njema, fa inna dhalika la yanfa'uhu inda Allah, hakika hilo halitomfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hadithi sahihi, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, yeyote ambaye atacheleweshwa na amali zake katika hali ya kuingia peponi, lam yusri' bihi nasabuhu, hatowahishwa na nasaba yake, kwamba amali zake hazikumfanya akawahi kuingia peponi. Basi tuangalie upande wa nasaba. Nasaba yake vipi huyu? Nasaba yake huyu ni katika kizazi huyu cha Mtume Muhammad huyu sallallahu alaihi wasallam, nasaba yake haitomuwahisha. Kama kacheleweshwa na amal, hatowahishwa na nasaba. Rawahu Muslim, ameipokea al-Imam Muslim. Na katika hili zimekuja hadithi nyingi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaita makuraish kwa matumbo yao, aliwaita makuraish kwa matumbo yao. Alisemaje? Alisemaje alipokuwa akiwaita kwamba zikomboeni nafsi zenu? Ya bani Adi, ya bani Tamim, ya bani Taim, ya bani kadha, ya bani Fihri. Kawaita kwa matumbo yao, enyi ukoo wa Fihri, ukoo wa Kinana, ukoo wa kadha, zikomboeni nafsi zenu. Yani msitegemee kwamba ukuraishi utawabeba. Alafu akamuita shangazi yake, ya Safiyata, ya Safiya ammata rasulillah, ya Safiyatu ammata rasulillah, ewe Safia shangazi wa mtume wa Allah, ikomboe nafsi yako, siwezi kukufaa chochote mbele ya Allah. Ya Abbasu amma rasulillah, ewe Abbas ammi wa mtume wa Allah, komboa nafsi yako. Mpaka akamwita binti yake, ya Fatimatu binta Muhammadi, ewe Fatima binti wa Muhammad, ikomboe nafsi yako. Au salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allahi shay'a, niombe Fatima binti yangu mali zangu zitakazo. Baba nataka kadha, baba nataka kadha, nitakupa, lakini siwezi kukufaa chochote mbele ya Allah. Sasa ikiwa kamwambia binti yake, ikiwa kamwambia babake mdogo, ikiwa kamwambia shangazi yake ambaye alikuwa ni Muislam, Safia binti Abdul Muttalib,
watu wake wa nasaba wa karibu kabisa, achilia wao waliokuwa wa mbali, hawa wa karibu kabisa. Huyu ni binti yake, ni damu yake huyu Fatima. Kwa hiyo ambaye atacheleweshwa na amal hatowahishwa na nasab, ambaye atacheleweshwa na amal hatowahishwa na kuwa anaishi kwenye mji wa Madina, kwamba eti Madina hii Madina ni haram. Rawahu Muslim. Faman akharahu amaluhu, yeyote atakayecheleweshwa na amali yake, an dukhuli aljanna, kutokana na kuingia peponi, lam yakun nasabuhu huwa alladhi yusri'u bihi ilaiha, haitokuwa nasaba yake ndiyo ambayo inamuwahisha yeye kuwahi kuingia peponi. Muda wa kuwa akacheleweshwa na matendo yake. Kwa hiyo ni adabu pia mtu afahamu, usighurike kwamba eti mimi naishi Madina, naishi kwenye Madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukadhani kwamba hilo litakubeba. La, kila mmoja kwa amali zake. Anasema mshairi, la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatruki at-taqwa ittikalan ala an-nasabi faqad rafa'a al-islamu Salman Farisi wa qad wada'a ash-shirku ash-sharifa Aba Lahabi. Na apa kwa Allah, mal insanu illa bidinihi, hakuwa mwanadamu kwamba ni mwanadamu mwema, illa bidinihi, isipokuwa kwa dini yake. Fala tatruki at-taqwa ittikalan ala an-nasabi, basi usiuache uchamungu eti kwa kutegemea nasaba. Faqad rafa'a al-islamu Salman Farisi, kwani hakika uislamu umemuinua Salman Mpeshia. Waqad wada'a ash-shirku an-nasiba Aba Lahabi, hapo kwenye riwaya sharifu, lakini kule umetaja an-nasib. Waqad wada'a ash-shirku an-nasiba Aba Lahabi, na umemtweza ushirikina, umemtweza. Kuna kutweza na kukweza, sio? Na umemtweza ushirikina mwenye nasaba bora Abu Lahabi, mwenye nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maneno mazuri haya mshairi, la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatruki at-taqwa ittikalan ala an-nasabi faqad rafa'a al-islamu Salman Farisi wa qad wada'a ash-shirku an-nasiba Aba Lahabi. Dhahiri. Hadi ashar, la 11 katika nini adabu za kuishi wapi? Madina. An yastash'ira almuslimu, anatakiwa apatwe na hisia, ahisi muislamu, wa huwa fi hadhihi almadina, akiwa katika mji huu wa Madina, annahu fi baladin sha'a minhu an-nur, kwamba yeye yuko katika mji ambao sha'a minhu an-nur, nuru imeanza kuangaza kutokea hapo. Wantashara minhu al-ilm, na ilmu imetapanyika kwa kuanza kutokea hapo, al-ilmu an-nafi' ila anha'i al-ma'mura, kuelekea katika pande mbalimbali za ulimwengu. Fayahris, hivyo basi apupie, ala tahsil al-ilm ash-shar'i, juu ya kutafuta ilmu ya kisharia. Ukiishi Madina, jitahid katika kutafuta ilmu ya kisharia, alladhi yasiru bihi ila Allah, ambayo atatembea kuelekea kwa Allah kupitia ilmu hiyo, ala basiratin, kwa uoni, wayad'u ghayrahu ilayhi, na awe anamlingania mwenzake kunako ilmu hiyo, ala basiratin, kwa misingi ya uoni. La siyama, hasa idha kana talabu alilmi fi masjid rasulillah, hasa kutakapokuwa kule kutafuta ilmu ni katika msikiti wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Manake uwepo wako Madina, jitahid katika masala ya kutafuta ilmu, na uhisi kwamba upo kwenye mji ambao ilmu imeanzia hapo, ilmu imeanzia pale, nuru na mwangaza umeanzia pale. Kwa hiyo chukua chemchemi yake. Lihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kwa ushahidi wa hadithi Abu Hurairah Allah amridhi, annahu sami'a Rasulullah, kwamba yeye alimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema, man jaa masjidi hadha, yeyote atakayekuja katika msikiti wangu huu. Sikizeni kwa makini hapa, wale ambao wanakwenda Madina alafu wakawa wanafika kwenye msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam.
sikilizeni makini kwenye hii hadithi, kama sio mkienda pale mkaanza kukaa na kushangaa zile nguzo, mkashangaa vioyozi vile. Man jaa masjidi hadha, yeyote atakayekuja katika msikiti wangu huu, lam yatihi illa li khairin yataallamuhu, hakujia msikiti wangu huu illa li khairin yataallamuhu, illa kwa ajili ya khairi ambayo amekuja kujifunza, kaja kutafuta ilmu. Uwepo wake hata kama kaja kwenye ziara, naam, lakini pia akaingia msikitini kwa lengo la kukaa kwenye darsa, akajifunza ilmu, akapata mawili matatu. Au yuallimuhu, naam, au akaja kuifunza hiyo khairi. Imma akaja ni talib, jaa taliban mutalaqiyan mustafidan, amekuja akiwa ni mwanafunzi mpokeaji aliyekuja kutafuta faida, au yeye ndiye akawa amekwenda pale kuitoa faida, anawafundisha watu ilmu. Naam, fahuwa bimanzilati almujahidi fi sabilillah, yeye huyo atakuwa kwenye daraja la mpiganaji anayepigania njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imma amekwenda pale akawa anatafuta ilmu, akakaa kwenye halqa miongoni mwa zile halaqat alilmiya zinazopatikana katika msikiti mtukufu wa Madina, na hili tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo kuna mizunguko ya kiilmu. Mtume kafa, aliwaacha masahaba wanawasomesha watu, masahaba wameondoka, wamekuja maimam wanawasomesha watu msikitini. Kina Imam Malik bin Anas al-Asbahi alikuwa na darsa katika msikiti wa Mtume, na mpaka leo hii durusi ziko zinaendelea. Kwa hiyo kaenda pale kwa lengo la kuchukua faida au kutoa faida, kutoa ilmu. Wewe daraja lako ni daraja la mpambanaji, mujahid, anayepigana kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana umefananishwa na mujahiduna fi sabilillah. Katika wajhi shabahi upi, yani kipi kilichopelekea ukafananishwa na mujahid fi sabilillah? Baadhi ya ilmi shurah wanasema kafananishwa talib ilm anayekaa kusikiliza ilmu pale, au mfundishaji kafananishwa na mujahid fi sabilillah, kwa kuwa mujahid fi sabilillah lengo lake la kupambana na kuihatarisha nafsi yake ni nini? Lengo lake i'lau kalimatillah, kuliinua neno la Allah la ilaha illa Allah liwe juu. Na huyu lengo lake la kutafuta ilmu, akishaipata ilmu anataka aliinue neno la dini liwe juu, akafananishwa katika upande huo dhahiri. Au wajhu shabahi, yani wajhi wa kufananisha baina ya huyu na huyu ni kwamba kama ambavyo jihadi baadhi ya wakati huwa ni fardhu ain na baadhi ya wakati huwa ni fardhu kifaya, vivyo hivyo ilmu baadhi ya wakati kutafuta ilmu huwa ni fardhu ain na baadhi ya wakati kutafuta ilmu huwa ni fardhu kifaya. Baadhi ya wakati kuifundisha ilmu huwa ni fardhu ain na baadhi ya wakati kuifundisha ilmu huwa ni fardhu kifaya. Kwa hiyo akafananishwa na mujahid katika upande huu. Kuna wakati jihadi lazima upigane, hakuna kurudi nyuma, wajib. Wapi? Wakati gani inakuwa ni wajib? Naam, vitani. Wakati gani jihadi huwa ni wajibu kwako kuhudhuria? Huna khiari. Na wakati gani huwa ni fardhu kifaya, kwamba wakisimamia baadhi ya watu basi wewe upaki dhambi? Aba Saleh, difaa, ahsant, jihadu difaa, jihadi ya kutetea. Maadui wametuvamia kwenye mji wetu hapa, kila mwanamume atakiwa atoke, bali na mwanamke akishika jiwe akipiga mtu yafaa. Tumevamiwa kwenye mji, hakuna masala kwamba jamani sasa wajib kila mtu atoke. Hii ni wakati wa kwanza. Wakati wa pili kuwa ni fardhu ain, idha stumfirtum famfiru, kwamba kiongozi mkuu anasema watu watoke, nimesema kila mmoja atakiwa atoke dhahiri. Wakati gani huwa ni fardhu kifaya?
fahuwa bimanzilati almujahid fi sabilillah. Huo ni wajibu wa pili wa wajhu shabahi, kufananishwa aliyetafuta ilmu kwenye msikiti wa Mtume au anayefundisha. Wajibu wa tatu wanasema kafananishwa na mujahid fi sabilillah kwa sababu wawili hawa wote amali yao ndani yake kuna manfaa ila umumi almuslimin, kuna manfaa wananufaika nayo waislamu wote. Wakipigana mujahidun wakashinda au wakachukua kadha wakakomboa mji, manfaa yale yanarejea kwa waislamu wote. Na huyo akasoma ilmu akaelewa akafahamu, maslahi yake yanarejea kwa waislamu wote, kwa kuwa atakaa kwenye msikiti fulani, atatoa darsa, ataulizwa swali na muislamu fulani atajibu, ana ilmu. Pia wakasema amefananishwa mwenye kutafuta ilmu kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mujahid katika upande huu. Waman jaa li ghairi dhalika, na yeyote atakayekuja kuujia msikiti wangu huu wa Madina, li ghairi dhalika, kwa lisilokuwa hilo, fahuwa bimanzilati ar-rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi, atakuwa sawa huyo na nafasi ya mtu ambaye yanzuru ila mata'i ghairihi, anayakodolea macho mambo ya mtu mwingine yasiyomhusu. Kana kwamba washangaa gari la watu tu, si lako kama utalipata, naam, wala si lako kama utalipanda, basi tulishangaa limeondoka, basi mabaki hivyo. Ndio wewe unakwenda pale, hukae kwenye talabul ilmi, kazi yako kupiga mapicha tu, kama wanapokwenda baadhi ya mahujaji na mu'tamirun. Atakaa atampa mwenzake kamera, atanyosha mikono kama vile anaomba dua, nipige moja, anafanya ghish, adanganya, afanya uongo kwenye msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kazi yake ni hiyo tu, kazi yake akimbilia raudha, atakaingia kwenye raudha, watu wanakaa kwenye halqa za ilmu, yeye akimbilia raudha. Akikosa mchana raudha, atayategesha alam imamsha saa 8 za usiku, kwa kuhisi kwamba muda huu wengi wa watu hawatakuwepo pale kwenye raudha. Basi kazi yake ni hiyo tu, hakuenda kwa ajili ya talabul ilm, kujifunza au litaalim, kuwafunza watu. Ni sawa na mtu kaingia sokoni, hakuuza wala hakununua, kama walivyotaja baadhi ya ahli ilm. Hili pia ni jambo la kuzindukana nalo, kwamba ukifika Madina basi faida upate, kaa kwenye halqa. Rawahu Ibn Majah, ameipokea al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah biisnadin sahih, kwa sanadi ambayo ni sahihi ala sharti Muslim, kwa masharti ya Imam Muslim. Wanzur sahih at-targhib wa at-tarhib lil-Albani, na tazama makini hii hadith takhriji yake katika sahih at-targhib wa at-tarhib ya al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi, hadith nambari 87.